akili ya kwamba uchumi ya Kenya ni mbaya, ya kwamba Ruto ni mbaya, ya kwamba serikali ni mbaya. Nataka kuambia hiyo ni chuki imewekwa na media na wale watu wanapenda propaganda, watu wenye wapendi Kenya, watu wenye hawana ile roho inaitwa ya patriotism, watu wenye wanapenda kuharibu inchi, watu wenye wanajipenda, watu wenye kama hawako kwa uongozi lazima wachochee wengine, watu wenye wametawala hii inchi kutoka independence, wakiita wengine majina, wanaita wengine majina mbaya mbaya, lakini wakati wako kwa uongozi wanasema Kenya iko na amani. Sasa ile wako kwa uongozi wanatuambia kuko na shida. Kuanzia 1963 wakati Kenya imepata independence, wale watu wanajiita wagema saa hii wakachukua serikali. Kuanzia 1963 mpaka 2024 wamekuwa kwa uongozi for 37 years. Ile mara mbili peke yake mtu wa community nyingine kwa hii nchi amechukua kiti. Wanajulikana kwa kuweka fitina. For example, wakati mtukufu Daniel Arap Moi kutoka kwa ile kabila ndogo ya hii Kenya inaitwa Tugen amepata tu kiti ya president by mistake or otherwise, watu wa Gema wanaungana, wanaanza kumuita maneno, wakamchochea, wakamuita maneno mbaya. Na wale watu wenye wanakumbuka yule president wamewahi pea watoto wa shule maziwa ni mzee Moi. Yule mzee ameshikilia hii nchi haikuporomoka, wakati nchi zingine maneiba wetu zikiporomoka ni mzee Moi. Lakini watu wengine wakaweka fitina, wakaonyesha vile ni mbaya, wakamuharibia serikali, wakaondoka. Wakati Ruto ameingia hajamaliza miaka 2 ama miaka 3, tena watu wameanza fitina. Watu wameanza fitina, wanaanza kusema serikali ni mbaya. Nataka kuhakikishia saa hii hakuna serikali yenye iko mbaya. Wale watu wanatoa matamshi ndio wako na ubaya, na ndio lazima wakubali ya kwamba saa hii imefika wakati yao ya kusimamia ile upande inaitwa upinzani, kwa sababu lazima tukue na a balanced political environment of which lazima kukue na pande ya government na pande ya upinzani. Sasa hivi wamejipata pande ya upinzani, wanaanza kusema serikali ni mbaya, which is okay. Nikimaliza naongea maneno ya huyu jamaa mwenye ametolewa kwa serikali, anaitwa Rigiji. Rigiji, wale watu wenye mnamsifu na kumuongelesha vizuri, mumwambie umri yake mali imefikia, atulie tu nyumbani na angalie watoto na wajukuu na bibi yake. Hako na bibi mwenye ni pastor, amuombe. Hii maneno ya kukimbia kila wakati kwa funerals, kwa matanga, mwambieni hata toboa. Hata toboa, kwa sababu kila weekend sasa itakuwa ni mbio. Mwambie ajitayarishe, kila weekend ni mbio. Akienda matanga yoyote akuwa amejitayarisha na viatu za sports, na akuwa amejitayarisha na vitu za kuchunga, kwa sababu kila weekend itakuwa ni mbio. Speaker, nataka nimalize nikisema hivi: Kenya ni nchi yenye imebarikiwa na Mungu. Kenya haina ukabila. Tukienda 2027, 2032, hii maneno ya ukabila, hii maneno watu wanaita wengine gema. Kwanza hizo M na E zenye ziko katikati tumeng'oa, imebaki G peke yake. Kwa hivyo hakuna kitu inaitwa gema. Kwa hivyo kuanzia sasa hivi mwambie wale watu walikuwa mkutano huko ACK Cathedral, waambie ile kitu walikuwa inaitwa gema, number 1 ni fraud, ni fake, na hakuna kitu inaitwa gema. Hiyo E na M zenye ziko kwa hiyo jina zimeshatoka. Nashukuru Mr. Speaker kwa kutupea nafasi, na naomba viongozi kusanye mwenyewe, tafuta county, tafuta constituency, tafuta ward. Hata wewe omba hiyo kiti. Wacha kuchukia wengine wakiingia kwa serikali. Wacha kukuwa na roho mbaya. Simama kiti. Hata ukianguka, wacha ikue ulijaribu. Asante Speaker. Thank you very much.